Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Napenda kusema tena karibuni katika channel yangu ya Evangelist George Magune. Nina furaha sana kukaribisha wakati huu ambapo leo hii ninafundisha kuhusiana na vitu ambavyo lazima kama mwanadamu uwe makini navyo. Maana usipokuwa makini na hizi vitu nyingi zinaweza kusababisha ukaingia jehanamu, ukaingia kuzimu, ama ukaingia kaburini kabla ya wakati wako. Nafundisha hivi kwa sababu ukiangalia mara kwa mara watu wamekuwa wenye kupata matatizo. Ukiangalia saizi wengi walio na fibroids sio sawa. Watu wako hospitalini wanagonjeka fibroids, kansa ya kizazi, kansa ya titi. Wengine wamekuwa na uvimbe tumboni ile tunaita growth, lakini watu hawajui ni nini. Na kuwakaribisha unijoin tu kufundisha mambo haya, na ningependa kukukumbusha kwamba iwapo ungependa tu unaweza subscribe hii YouTube channel, ukalike na ukashare, na iwapo una swali ama una maoni unaweza niwekea tu pale kwa comment section, pia itakuwa ni bora zaidi. Nataka nifundishe kuhusiana na vitu vingapi? Nataka nifundishe kuhusiana na vitu vitano ambavyo vimesababisha maisha ya wengi yamepotea, na maisha ya wengi sasa hivi watu hawana amani. Cha kwanza natamani nifundishe kwamba mwanamke, be very careful, hata mwanaume, na vitu hivi vitano. Kitu cha kwanza, inner pant. Kwa mwanamke, chupi ni hatari sana kwa maisha yako. Chupi, it resembles you. Chupi hata mtu akiona, he can be able to tell who you are. Secondly, kuweka mbali sana always zako. Ukiwa umetumia sanitary pads, acha kutupatupa tu sanitary pads anywhere. Wacha kutupa sanitary pads anywhere. Remember, it can claim your life forever, and nobody can heal you apart from Jesus Christ. Na itachukua muda Yesu Kristo kuona imani ya kufanya hivi. So kitu cha pili ni hiyo sanitary pads. Nitakuelezea moja baada ya nyingine. Thirdly ni kitu kinaitwa nini? Kitu kinaitwa nywele. Unaponyoa nywele, be very careful kama wewe ni wa kunyoa. Unaposongwa nywele, be very careful, anayekusonga nywele ni nani? Umenyoa labda zile nywele zile za sehemu za siri. Kuwa makini sana. Unaponyoa hizo, unazidispose wapi? Wengine ninaona watu wanafanya vituko. Watu wanadispose mpaka kwa dustbin. Kuna uwezekano mtu akaiokota na akaenda kufanya mambo yake. Na ndio maana unasikia kwamba mara fulani mambo yamekorogeka. Huwa inatokea hivi. Fourthly ni kitu kwamba ni bra. Bra, be very careful with your bra. Bra inaweza kukusababisha ukaingia kaburini kabla ya siku zako. Fifth, ambayo ni very important, be very careful. Kama unaenda bafuni, mambo ya kusema kwamba unafanya nini, unaenda bafuni unaoga na brush ya sponge ya mtu nini, have your own sponge, uweke ndani ya nyumba, itakusaidia peke yako. Ni kwa nini nataka nianze na always? Ni kwa nini nimesema kwamba always inaweza kuclaim maisha ya mtu, ama sanitary pad inaweza kuclaim maisha ya mtu? Ni kwa sababu one, life is in blood. Ukitaka kujua vizuri sana, unaweza soma maandiko. Soma Wafalme wa Pili, soma kitabu cha Leviticus, soma Walawi 17 mstari wa 11. Kinasema kwamba life of a creature is appointed to be used on the altar for atonement or purification. Damu iliyo ndani ya kiumbe
inatumika katika kwa ajili ya kutengeneza madhabahu fulani. Kwa hivyo ina uwezekano wako kwamba wewe damu yako, unajua damu ni wewe, na kwa hivyo damu yako ikichukuliwa ikapelekwa kwa mizimu, kuna uwezekano basi mambo yako yakawa yamefungika. Kuna uwezekano ikawa damu ikichukuliwa kwa mizimu ikafanyiwa uchawi na ushirikina wa aina mbalimbali, wa aina fulani. Ina uwezekano cha kwanza ukakosa kuzaa. Hiyo ni 100% sure. Wanaweza kukuharibu usizae. Cha pili, hiyo always inaweza sababisha nyota yako ikachukuliwa. Cha tatu, hiyo always inaweza sababisha ukapata kansa. Kwa sababu gani? It is blood. Na ikishatolewa kwa ile mizimu, kuna zile sacrifices watatoa. Wakishatoa watanena na mizimu. Wakati mwingine ukiambia mtu anakuambia, "Oh bwana, ishindwe, mimi haiwezi fanya." Inafanyika. Wewe unayesema ishindwe, wewe mwenyewe hauna madhabahu, cha kwanza. Cha pili, hata sadaka peke yake hutoi ama fungu la 10. Cha tatu, wewe mwenyewe huendi kanisani. Kitu cha nne, wewe mwenyewe huombi, unalala kama gunia. Kwa nini usifikiwe? Ninakufikia. Jambo lingine ni chupi. Chupi, it resembles somebody, it symbolizes the image of somebody. Wakati unavalia chupi, you wear to cover your body. Once you remove it, sometimes wakati unapotoa chupi, unaitoa ikiwa na nini? Ikiwa chafu, unataka kuifua. Ukishaifua, unaweza ifua ukaianika. Lakini ukae ukijua chupi yako wewe unayoivaa inabeba roho yako. Inabeba your spirit. Na ukitaka kujua chupi inabeba your spirit na chupi ama vazi inabeba spirit ya mtu, unaweza isoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wa 2 mstari wa 13 hadi 14. Vile vazi la Elisha lililobeba roho ya Elisha ikafanya vituko, ikafanya mambo makubwa. Vazi linachukuliwa, linapiga maji yanapasuka. Linapigwa kwenye mambo natoa maji. Ilifanya miujiza mingi sana. Kwa hivyo pia nguo yako, chupi, socks, vest, bra, handkerchief, kofia ina uwezo wa kukusababisha ukaingia kuzimu ama ukaingia kaburini mapema ama ukahangaika milele. Kitu kingine ni kwamba handkerchief hufuta jasho na hutoa makamasi. Makamasi yanatoka kwa ubongo. Jasho kutoka kwa mwili, na jasho ukae ukijua jasho na damu ni watu wawili, ni ndugu wawili kwa pamoja. Sababu gani? Hata ukiuliza mwanasayansi anakuambia figo huchuja vitu vingapi? Vitu vitatu: jasho, damu na mkojo. Kwa hivyo ukae ukijua jasho ni damu yako. Na pia hivyo maandiko yanasema kwamba mmelaaniwa, mwanadamu atakula kwa nini? Kwa jasho. Kwa hivyo kitambaa kile handkerchief kile ikibebwa ama kofia mzee ikibebwa na ikipelekwa kwa mizimu, kuna uwezekano wakaharibu kazi yako, wakachukua hata mpaka nyota yako, usiwe na chochote cha kufanya katika ulimwengu huu. Ukawa tu kama mtu aliyekuja dunia hii kufanya nini? Kufanya tour, na mwisho wa siku akaondoka hivyo. Jambo lingine ni vile ambavyo nimesema hapo, ni hiyo vazi. Kitu kama nywele ina mean a lot katika maisha ya mwanadamu. Hata ukijaribu kuchunguza sana, ukifuata utapata nywele kwa mwanadamu. Hata mwanadamu anapokufa nywele huwa inaendelea kumea. Nywele na haya makucha huwa vinaendelea kumea. Kwa hivyo usipokuwa makini, hiyo nywele inaweza nyolewa, inaweza bebwa ile ambayo ulinyoa ukatupa ovyo ovyo, ama jirani alichukua ulinyoa ukatupa kwa dustbin na kumbe mtu akaibeba. Unajua hii dunia tunayoishi saa hizi, tunaishi katika dunia ambayo ina wajanja wengi
na imejaa watu viburi, imejaa watu wafidhuli, imejaa watu wenye roho chafu, imejaa watu waovu wasiompenda Mungu, wasiokuwa na huruma. Hata mtu unalia ukiomboleza, wewe unaomboleza ukisema kwamba unaomboleza, kumbe yule anayekuliwaza ndio amekutendea hayo maovu. So we need to be very careful. So vile vitu vinachukuliwa kwa madhabahu ya wachawi, vikisha chukuliwa kwa madhabahu ya wachawi, vinafanyiwa kafara, vinatolewa sadaka, basi mwisho wa siku wewe unaangamia, wewe unataabika. Sababu ambayo nasema hivi katika kitabu cha Mika sura 7 mstari wa 15, kitabu kinasema kwamba usimwamini mtu yeyote katika nyumbani mwako. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwako. Wewe unaishi mahali, kama mfano kwa wale ambao wanaishi kwa maplot, nyumba yako ni hii na ya jirani hii. Hapa mjini tumekutana watu wengi, tumekutana makabila mbalimbali. Kuna kabila ya huku na hii na hii. Lakini huwezi jua mtu alitoka kwao vipi ama yuko vipi hapa mjini. Wewe unachukua chupi zako unaanika kwa kamba nje, ukienda kazini, mumeo anafanya kazi, wewe unafanya kazi. Nyinyi mkirudi jioni mmefurahia, mmeshikana mikono. Yule mwenzako kumbe anapitia hali ngumu pale. Na anapopitia hali ngumu kwake pale, itafika mahali ambapo mapepo spirit itaongea na yeye. Maana maandiko yanatuambia kwamba kisha roho mchafu akamwingia nani? Akamwingia Kaini. Kisha roho mchafu alimuingia nani? Yuda. Roho mchafu. Soma kitabu cha Luka mlango 22 mstari wa 3. Unaambiwa kwamba, alafu some Mwanzo 4:7. Mnaweza kaa na mtu mzuri kwa ploti, hata mkawa mnaolewana, lakini kwa sababu hauna macho ya kiroho, hauwezi jua yule mtu anakuwazia nini. Mwisho wa siku yule mtu anaweza kuwa wewe unakula vizuri, mnaingia mkivaa vizuri, mkitoka unasomesha vizuri, lakini kumbe ndani yake unafanya nini? Inamuuma. So itafika wakati ambapo shetani amefika mahali pa kufanya kazi yake, ule spirit kama ile iliyomuingia Yuda itamuingia huyo mtu tu. Unasikia hata maandiko yanasema kwamba Yuda alikuwa ndiye mweka hazina wa Yesu Kristo. Lakini la ajabu, Yuda hakuangalia ile pesa anawekanga nyingi. Yuda alienda kumsaliti Yesu na only 30 bob. Ile siku yule jirani ambaye mnacheka naye, mnakuwa naye vizuri nini na nini, atakuja kugeuka, hutaamini. So wewe ile siku moja maandiko yanasema kwamba kisha roho mchafu akamwingia. Roho mchafu anaweza muingia ule jirani ama ule mtu ambaye mko naye karibu, pap, akisha muingia, basi jamaa anasema bwana, hawa watu wanakaa vipi? Mbona wanapendana sana? Mbona huyu na mke wake ni watu ambao wanapendana, mbona wanakula vizuri, wanalala vizuri, watoto wao wanasoma kwa shule kubwa, mimi wangu anahangaika nini? Atafanya bidii aende kwa mganga kujaribu kuuliza siri ni nini. Akifika kule kwa waganga nao ni wale wengine. Anamwambia bwana, nataka kitu fulani, enda kuna mtu fulani hivi na hivi kwako, nenda uniletee kitu fulani nikupatie ile kitu ako nayo. Mganga atamwambia nenda uniletee chupi, uniletee nywele zake, uniletee nguo yake na uniletee kuku. Vile wanavyofanya. Akipeleka kwa mizimu kule, kwa mizimu anapopeleka, amepeleka na sadaka yake, mizimu inakubali maombi yake haraka. Pap, wewe unanyang'anywa, ama yule mtu ambaye yule mwanamke ananyang'anywa kile kitu, anapewa huyu. Wewe unaendelea kuhangaika. Na kwa sababu umepelekwa wapi? Mizimuni. Na wewe hauna madhabahu. Ukiambiwa bwana, anika nguo zako ndani ya nyumba, kuwa na privacy yako. Kama ni hizi always tupa vizuri, dispose vizuri. Wewe unasema haishindwe katika jina la Yesu Kristo, wachawi watakuweza. Kwa sababu gani? Wewe huna nguvu, huna madhabahu ya kuwashinda wachawi. Jifunze kuweka madhabahu, cha kwanza. Jifunze kuwa mwenye kutoa sadaka mara kwa mara, cha pili. Cha tatu, jifunze kuwa na strong altar. Cha nne, jifunze kwamba life is about an individual. Cha tano, jifunze kuwa private. Na mambo yote yatakuwa sawa. Ningependa nadhani tutakutana na wewe kwa next video, ambapo nitafundisha ni vipi ugonjwa wa fibroids unavyotokea, ni vipi watu wamepata cervical cancer,
ni vipi watu wamepata breast cancer, ni vipi ambavyo tunaweza kuviavoid ili tuishi vizuri. Ni hayo tu ningependa kusema. Nimeshukuru sana kwa muda wenu, nimeshukuru sana kwa kuwa na mimi. Iwapo kuna mahali unahisi kwamba unahitaji msaada ama unahitaji kuelezwa zaidi, unaweza nipata pale kwa comment section, ukanielezea chochote kile unachokifeel kinaweza faa, hata wengine utakuwa umewasaidia. Iwapo wewe unahisi kwamba kuna challenge, pia unaweza andika pale. Na wewe ambaye umejiunga na sisi saa hizi, chukua tu fursa ya kusubscribe hii YouTube channel, ulike na ushare, itakuwa ya muhimu sana kwako. Bye bye, I love you. Shalom, shalom, shalom.